Kwa taarifa ambazo ninazo hapa kuhusiana na mchezaji wa klabu ya Simba, nyota huyu ambaye alisajiliwa kutoka Afrika ya Kusini, ni nyota ambaye of course alikuwa anafanya kazi kubwa kabisa, nyota ambaye alikuwa kwenye ubora mkubwa kabisa, akiwa amefanya mambo makubwa. Akasajiliwa na kikosi cha mnyama Simba. Nafikiri hapa mtakuwa mmemfahamu. Hapa namzungumzia Keleso Makhalwa. Ni mchezaji ambaye na umri wa miaka 29, nyota ambaye alisajiliwa kwenye kikosi cha mnyama Simba kwa matumaini makubwa kabisa, ikiwa ni pendekezo la mwalimu Steve Barker, akiwa amemtambulisha kwenye kikosi chake. Lakini watu wengi wamekuwa kijiuliza maswali mengi kwamba inakuwa vipi, ni kwa nini nyota huyu apate nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha mnyama Simba, kwamba nini ambacho kipo nyuma ya pazia mpaka inapelekea nyota huyu apate nafasi ya kutumikia kikosi cha mnyama Simba. Na kama anapata nafasi ya kucheza, basi unakuta ni muda mfupi sana anakuwa anacheza kwenye timu ambayo anakuwa kwenye mechi husika. Wanajiuliza kwa nini hali hii inakuwa inamtokea mchezaji huyu, na maswali haya yanaibuka kwa sababu ya kiwango chake kikubwa kabisa ambacho nyota huyu yupo nacho. Na hichi kiwango sio kwamba kilionekana alipokuja Tanzania, no, ni kiwango ambacho alikuwa nacho toka akiwa kwenye ligi ya PSL kwa maana ya Afrika Kusini, kwa sababu alifanya kazi pia na Steve Barker. Ndo maana pia ikawa ni rahisi kwa Steve Barker kuweza kumleta pia kwenye kikosi cha mnyama Simba, kwa sababu alikuwa anatambua na kuelewa uwezo wake mkubwa aliyokuwa nao Keleso Makhalwa. Yapo mambo mengi ambayo yanaendelea nyuma ya pazia, na pia yapo mambo ambayo yanaendelea ndani ya kiwanja cha mazoezi au vipi bana, au within the game uwanjani. Sasa hapa nitakwenda kukuletea mambo yote ambayo yanaendelea kwa mchezaji huyu, kwa nyota huyu, kiasi kwamba kupelekea kwamba apate nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha mwalimu Steve Barker. Kwanza nitaanzia mambo ambayo yapo nje ya uwanja, na nikitoka kwenye mambo ambayo yanasababisha nje ya uwanja, basi nitakwenda kukujuza ambayo yapo ndani ya uwanja. Nje ya uwanja yapo mambo mengi ambayo yanaendelea, kwa maana kwenye upande wa uongozi wa kikosi cha mnyama Simba. Ikumbuke nyota huyu ilikuwa ni pendekezo la moja kwa moja la mwalimu Steve Barker. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba viongozi hawakuwa sehemu ya usajili huu au hawakuwa sehemu ya mapendekezo ya usajili wa nyota huyu Keleso Makhalwa. Mambo ambayo yanaendelea ni kwamba upande wa uongozi wao wanaamini kwamba nyota huyu umri umekwisha kusogea. Kwa hiyo yanatokea mambo ya kwamba kikosi cha Simba, shinikizo kutoka kwa uongozi kwamba nyota huyu asiweze kupewa nafasi kwenye mechi ambazo wanakuwa wanacheza Simba. Mambo mengi yanakuwa yanaendelea na vitu kama hivyo. Lakini umo ndani ya viongozi wa Simba wapo wanaomkubali na wapo ambao hawamkubali. Kwa hiyo pressure hii inamwendea moja kwa moja mwalimu Steve Barker kwamba asiweze kupewa nafasi, na pia hicho kitendo kinamfanya pia nyota huyu asiweze kuwa vizuri psychologically, kiasi ya kwamba kuweza kumpotezea ufanisi wake pindi anapokuwa uwanjani. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaendelea nje ya uwanja, na mambo mengi ambayo nafikiri kwenye kipindi kijacho utaweza kupata nafasi ya kuelezea kwa upana zaidi. Lakini yapo ambayo yanaendelea ndani ya kiwanja sasa, kwa maana within the match. Sasa haya ni masuala ya kiufundi zaidi. Nyota huyu ni kwanza sababu ambazo zinaendelea, tunazungumza sasa tactical. Kwanza ni nyota ambaye kisoka au kifubo ni nyota ambaye kidogo umri umeshasogea. Unazungumza mchezaji ambaye ana umri wa miaka 29. Tayari ufanisi wake unakuwa umepungua kutokana na kwamba energy inakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya umri wake ambao anakuwa nao. Kwa maana kwamba sasa hivi kuna ile physical appearance yake, unaona kuna namna fulani uzito labda pengine mnakuweza kuongezeka kwa mchezaji huyu, lakini kasi ambayo alikuwa nayo tangu akiwa kwenye timu yake iliyokuwa na shiriki ligi kuu pale nchini Afrika Kusini, kuna namna fulani ufanisi na kasi, energy ambayo alikuwa nayo imeweza kupungua kwa kiasi kikubwa kabisa. Lakini anapokuwa uwanjani, masuala ya kiufundi ni kwamba mwalimu Steve Barker timu yake anataka zaidi iweze kuataki kutumia wide, kwamba inatokea wide mara nyingi zaidi. That's why utakuta wachezaji kama kina Anse Toura, Diba Sege wamekuwa wakitengeneza magoli mengi zaidi ambayo Simba wameweza kuyafunga msimu huu kwa kutumia wide areas.
nafasi. Mara chache zaidi utaweza kukuta katikati Clatous Chota Chama anaweza kutengeneza nafasi, lakini hata nafasi ambazo anakuwa anazitengeneza Chama zinakuwa zinatokea upande wa pembeni, ambapo utamkuta Aura sambamba na Libase Geye. Kwa hiyo maeneo yote hayo wide areas ambapo Simba siku za hivi karibuni wamekuwa na ufanisi mkubwa kwenye kuhakikisha kwamba magoli mengi ambayo yamekuwa yakitengenezwa Simba yanatokea kwenye maeneo pembeni. Sasa maeneo pembeni unazungumza Kelso Mhalwa ambaye nafasi ambayo anacheza yeye yupo Anset Oura. Anset Oura kwa siku za hivi karibuni nafikiri kiwango chake mkiona ni kwa namna gani ambapo amekuwa na ubora mkubwa zaidi. Kitendo ambacho kinampelekea Steve Barker aweze kuwa na machaguo mengi zaidi kwenye kikosi chake na muda mwingi kumtumia Anset Oura pasina kumtumia Kelso Mhalwa. Kwa hiyo ni moja ya sababu pia ambazo zinasababisha za kiufundi zaidi kutokumtumia Kelso Mhalwa. Lakini kingine ni end product ambayo anakuwa nayo pindi anapokuwa anatengeneza nafasi au anapokuwa anakwenda kushambulia. End product yake imekuwa si nzuri zaidi kiasi ya kwamba kuweza kusaidia timu. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yamekuwa kisababisha mpaka asiweze kupata namba kwenye kikosi cha Mnyama Simba mpaka sasa hivi. Kama nilivyozungumza, Edi pia ni moja ya kigezo ambacho kinaweza kikapunguza ufanisi wa mchezaji. Unajua kiwango kinaweza kisishuke, lakini ufanisi wako unaweza kashuka. Ufanisi pamoja na energy, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaendana kwa pamoja. Energy pamoja na ufanisi vinaweza vikapungua kutokana na umri. Sasa ukikompare na Clatous Chota Chama ambaye pia naye umri wake umeshasogea ukilinganisha na Kelso Mhalwa. Chama 30 years plus, huyu 29. Unaweza kuona kwamba Mhalwa ni mdogo kwa Clatous Chota Chama. Hii inatokea kwamba unakuta mchezaji au binadamu wa kawaida inadependi na mwili wake, ukuaji unakuwa vipi, unazungumza viungo vyake vya mwili vinakuwa vina adapt vipi mazingira, vinakuwa vinakopi vipi mabadiliko ya kimwili yanakuwa yanabadilika vipi. Sasa hizi zinadependi na utofauti wa binadamu. Kwa hiyo kuna mmoja anaweza kaendelea kukipiga kama hivyo umri ukisha kusogea, lakini kuna mwingine kutokana na umri ufanisi unashuka, energy inashuka. Kwa hiyo unakuta anaweza akapungua uchezaji wake, energy yake inapungua, ufanisi wake unapungua. Kwa hiyo msaada kwenye timu unakuwa umepungua kama hivyo. Ndio maana unakuta haya yote anamkuta Kelso Mhalwa. Nafikiri anatakiwa kuwa na muda mwingi zaidi wa kufanya zile tunasema individual session. Unajua kuna ile session ambazo unakuwa unapewa na mwalimu kama program ya timu, alafu kuna session nyingine ambazo ni individual. Sasa hii ni kuhakikisha kwamba una improve physical yako wewe mwenyewe, kwamba unafanya mazoezi, physical fitness inakuwa bora zaidi ili kuweza kuongeza work rate yako, kwa sababu work rate sasa hivi ya Mhalwa inaonekana imepungua. Kwa hiyo nafikiri anatakiwa kufanyia kazi maeneo hayo kwanza ili kuweza kupata muda wa kuweza kujiweka fiti zaidi.